Ni Skiza Times, simulizi za nyakati na Kasim Safi. Kipimo cha usaliti sehemu ya 8. Kwenye maiki ni Abu Tafa wa mjukuu wa milimani. Bi Suzy alitoka chumbani kwa Violet. Mlangoni alikutana na Violet. Alimtazama kuanzia juu hadi chini. Bi Suzy alichoka. Violet alikuwa hajavaa chochote na mwili wake ulionekana kuloa maji. Kichwa kilimbana Bi Suzy. Mapigo yalianza kwenda mbio. Wakati ule Bi Suzy alijua tayari mume wake na Violet washapimana uzito na kuonjeshana utamu maridhawa. Violet alimuuliza Bi Suzy kuwa shida ni nini? Bi Suzy naye alimjibu, kwa hiyo hiki ndicho kitu tulichokubaliana uje ukifanya ndani kwangu. Swali lile lilimfanya Violet afikiri kwa muda. Bi Suzy, kwani kuna nini? Sijakuelewa bado. Na kwa nini upo katika hali hiyo? Sikia Violet, nikwambie, mimi sio mtoto mdogo kama unavyodhania. Usijifanye hodari sana katika jukwaa la maigizo. Tambua kuna wengi walitangulia, lakini pia tambua kuna watu walianza kitambo ila wakafunikwa na chipkizi. Kwa nini umefanya mapenzi na mume wangu ili hali unajua huo sio mpango wetu? Bi Suzy, mimi sijafanya chochote. Why unakuwa na mawazo ya hovyo? Nimetoka bafuni kujimwagia maji na hii ni baada ya joto kunizidia. Violet, naomba unyamanze. Mume wangu katoka chumbani na kuelekea bafuni na wewe unaonekana umetokea bafuni huko huko. Sasa iweje useme hujafanya naye kitu? Bi Suzy alimkamata mkono Violet moja kwa moja, alienda naye hadi bafuni. Bafuni hakukuwa na mtu. Walielekea hadi chumbani kwa Suzy, nako hakukuwa na mtu. Baada ya muda, Bi Suzy alibaini kuwa mlango wa nyuma ulikuwa wazi. Alielekea huko na huko alimkuta David akibembea, tena bila kuwa na shaka yoyote. Taratibu alimsogelea. Wow, mke wangu, masaa kama haya unatoka nje. Vipi, kuna shida yoyote labda? Bi Suzy aliishiwa pozi kabisa. David aliongea bila wasiwasi kana kwamba hajui kinachoendelea. Nimekutafuta sana ndani. Mwisho nilibaini upo nje na hii ni baada ya kuona mlango wa nyuma upo wazi. Oh, nilitoka nje ili kupata hewa nzuri na safi na kuona ni namna gani nitaweza kupanga mikakati juu ya uanzishwaji wa kampuni yangu ile. Mke wangu, hebu tazama kule. Zile pale ni nyota. Na katika nyota zile ni nyota moja tu inayong'ara, lakini pia pembeni yao kuna mbalamwezi. Unajua nini nataka kumaanisha? David alimtazama mke wake baada ya kumuuliza swali lile. Mke wake naye alimwegemea kifuani kisha akasema, niambie mume wangu, nini unamaanisha? Nyota ile inayong'ara ni wewe hapo, na hizo nyota zingine ni wanawake kama wewe, lakini kwangu hawana thamani kama ulivyo wa thamani kwangu. Nakupenda sana mke wangu, amini ya kwamba ni wewe pekee mwenye kuionja asali yangu, wengine si watamani. Mke wangu, naomba tukalale. Bi Suzy ni kama alipewa dawa ya kupumbazwa. Alisahau kila kitu. Hasira zake zilikwisha. Alishindwa kuelewa ni kipi akiamini. Ni kwamba Violet alikuwa mwenyewe bafuni? Mchezo alioutumia David hakika ulitosha kumpoteza mbwa mwituni. Kwani ukweli ni kwamba David na Violet walikuwa wote bafuni na huko walicheza mchezo wa kirafiki, huku refa Sabuni akiwaongoza vyema. Hii mechi bado ni ngumu sana. Haijajulikana upande gani utaibuka kidedea. Bi Suzy atashinda kujua ukweli au David atamzidi pointi kwa kujipigia mipasi yake kisirisiri. Lakini pia ni yapi yatakuwa matokeo ya kile wanachokifanya Violet na David? Ni Skiza Times, simulizi za nyakati na Kasim Safi. Tukutane sehemu ya 9, Abu Tafa wa mjukuu wa milimani.